mioyoni mwetu. Kwako Bwana tunapata utakaso. Watu wako wanaoitwa kwa jina lako watakapokuja hapa, usikie na kujibu na kuokoa taifa lao. Je, wewe Bwana utakaa mahali tengenezwa kwa mikono ya wanadamu? Lakini Bwana, hapa ni mahali tulipokufanyia upate kuishi nasi. Upokee ibada, pokea na sote tukusihi sikia. Je, wewe Bwana utakaa mahali tengenezwa kwa mikono ya wanadamu? Lakini Bwana, hapa ni mahali tulipokufanyia upate kuishi nasi. Upokee ibada, pokea na sote tukusihi sikia. Je, wewe Bwana utakaa mahali tengenezwa kwa mikono ya wanadamu? Lakini Bwana, hapa ni mahali tulipokufanyia upate kuishi nasi. Upokee ibada, pokea na sote tukusihi sikia. May God receive our offerings. Apokee sala zetu. May receive our prayers pamoja na shukrani. Together with our thanksgiving. Lakini wanasema, but they say, wanauliza, Mungu hakai katika hekalu zilizofanywa kwa mikono ya wanadamu. They asking by saying that God does not dwell in the temples made by hands. Lakini wanaitikia tena wanasema, but they again say, hapa ni mahali pa ibada wamepachagua ili Mungu apate kukaa pamoja nasi. This is the place of worship that we have chosen for God to dwell among us. Ubeti wa mwisho ambao wamehitimisha wanasema, I think it's the last verse that they have concluded by saying, tunapoingia nyumbani pa ibada, as we come to the house of worship, tunapaswa tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu. We are supposed to be humble before God. Lakini kihorasia wanahitimisha hivyo kwamba ni mahali pa ibada Mungu takaa pamoja nasi. And they have concluded by saying that it's a place of worship that we have made for you to be among us. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17 fungu la 24. In the book of Acts of Apostles chapter 17 verses 24 and 25. Biblia inasema, the Bible reads, Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, God who made the heaven, the world and everything in it, yeye, since kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, since he is Lord of the heaven and earth, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, does not dwell in the temples made with hands. Ukiangalia wimbo wa waimbaji wa kwaya ya kanisa, so if you analyze the song by the church choir members, na fungu kuu and the main text, linazungumza Mungu anatuagiza tufanye mahali patakatifu pa ibada apate kukaa pamoja nasi. We are instructed that we should make the sanctuary for God to dwell among us. Matendo ya Mitume, the book of Acts of Apostles, linakuwa kama linapishana na fungu ambalo tumelisoma fungu kuu. It is like it's going against the main verse that we have read. Na linapishana kabisa na wimbo wa waimbaji wa kwaya. And it's also against the song, it seems that it's against the song from the church choir. Wamesema wamefachagua pa ibada ili Mungu kae nasi. They have chosen a place for God to dwell among us. Lakini Mungu anasema hakai katika hema zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu. But God says he does not dwell in the temples made by hands. Maana yake ni nini sasa? What does it mean? Tuiaddress kidogo hii. Let us address this a little bit. Tuombe. Let us pray. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni. We thank you, Heavenly Father,
kwa kuwa wewe ni Mungu unayejifunua katika neno lako. Because you are God who reveals yourself in your word. Tunakuja kwako tukihitaji kukujua wewe. We are coming before you with the need to know you. Na ulielekeza tukufanyie mahali pa ibada ili ukae pamoja nasi. And you have instructed us to make a place of worship so that you can dwell among us. Na sisi tumepachagua hapa ukae And we nasi. have chosen this place. May you be with us. Tunakuhitaji Mwokozi wetu. We ask you, our Savior, Katika jina lako Yesu, amen. in the name of Jesus Christ, amen. Tutaangalia mambo matatu. We are going to contemplate on 3 things. Jambo la kwanza, The first, tumfanyie patakatifu apate kukaa nasi. to make the sanctuary for him to dwell among us. Jambo la pili, The second, huduma ya patakatifu pa duniani na pa mbinguni. the ministry of the sanctuary here on earth and in heaven. Na jambo la tatu, And the third, hakai katika hema zilizojengwa kwa mikono. he does not dwell in the temples made with hands. Maana yake ni nini? What does it mean? Turudi nyuma, wakati wana wa Israeli Mungu anazungumza na Musa. Going back to the ancient Israelites, when God was speaking with Moses, Akamwambia waambie wana wa Israeli, he told him, tell the Israelites, wanifanyie patakatifu let them make the sanctuary ili nipate kukaa pamoja na. that I may dwell among them. Na hapa changamoto ambayo inaanza kuonekana And hapa, the challenge that we see here, Mungu anapowaelekeza, aliwaelekeza wajenge hema takatifu. is that when God instructed them to make the sanctuary, Ambapo alitoa na maelekezo ya namna ibada itakavyokuwa ikifanyika. with instructions and specifications on how the service will be conducted. Lakini lengo kubwa lilikuwa ni kumfanyia ibada. But the main reason was to worship him. Kwa sababu kulikuwa na kaida Mungu anaanzisha za utoaji wa kafara kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Because there was a custom of sacrificing animals for the atonement of sins. Wana wa Israeli wanafanya hivyo, That's what the Israelites did. na Mungu alikuwa akifanya huduma hiyo akiwaelekeza. And God instructed them to do that service. Leo hatuna hema takatifu kama ambazo Mungu alizielekeza We mwanzoni. do not have the sanctuary as it was instructed in the past. Na ndio maana Yesu Kristo, Biblia inamtambua kwamba hakuingia patakatifu. That is why the Bible is talking about Jesus Christ, that he did not enter into the heavenly sanctuary, Kwa sababu hakuwa na mamlaka ya kuifanya hiyo huduma ya patakatifu. because he did not have authority to perform the sanctuary service here Kitabu on cha earth. Waebrania The book of Hebrews, ambayo tutakisoma kuanzia sura ya 4, which if you read from chapter 4, sura ya 8 chapter 8, na sura ya 9 and chapter 9, zinazungumza huduma ya Yesu Kristo they are talking about the ministry of Jesus Christ kama kuhani, as a priest, lakini katika hekalu la mbinguni. but in the heavenly sanctuary. Wakati akiwepo hapa duniani, So when he was on earth, hakudhihirishwa kama kuhani, he was not revealed as the priest. alidhihirishwa katika mambo machache. He was revealed in various other things. Kitabu cha Waebrania 9 fungu la 24, From Hebrews chapter 9 verses 24, Biblia inasema, the Bible reads, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, for Christ has not entered the holy places made with hands, ndio mfano wa patakatifu halisi. which are copies of the true. Maana yake ni nini? What does it mean? Wakati hekalu ambayo imejengwa na Musa kwa maelekezo ya Mungu, When the temple or the sanctuary that was made by Moses with instructions from God, imejengwa kwa mikono ya it mwanadamu, was built with human hands. lakini kilikuwa ni kielelezo cha patakatifu halisi ya mbinguni, But this was just a copy of the true sanctuary in ambayo heaven, anamalizia bali aliingia mbinguni hasa. which we finish by saying, but into heaven itself, Aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. now to appear in the presence of God for us. Swali la kujiuliza ni hili: The question to ask ourselves is, kwa nini hakuingia? why did he not enter? Wakati Yesu nimesoma kwa alidhihirishwa katika mambo machache. We have seen that Jesus is revealed or is represented in different ways.
Jambo la kwanza, alidhihirishwa kama mwana kondoo. He was revealed as the lamb. Huduma ya Yesu hapa duniani ilikuwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. His service here on earth was for atonement of sin. Na jambo jingine, alidhihirishwa kama mwalimu. But the second, he was revealed as the teacher or rabbi. Tunaona wanafunzi anawauliza, nyinyi mwanena nini? Wanakuambia watakujua ni Bwana na mwalimu. So we see his disciples telling him that we know you as the teacher or rabbi, and naye akawaambia, mwanena vyema kwamba ndivyo nilivyo. And he said, yes, you have said it right, because that is true, that is who I am. Huduma ya kama mfalme haikudhihirishwa. So his ministry as the king was not revealed. Kwa sababu duniani kulikuwa na wafalme na makuhani. Because there were kings and priests here on earth. Na wakati huduma yake anaanza kuifanya, and when he began his ministry, Yohana anamuona, anasema, tazama mwana kondoo. John sees him and proclaims, behold the Lamb of God, aichukuaye dhambi ya ulimwengu, who takes away the sin of the world. Kwa kondoo alikuwa hana mamlaka ya kuingia hekaluni na kufanya hiyo huduma ya patakatifu. So the lamb did not have authority to go into the sanctuary and do the priesthood service. Kwa sababu huduma ya ilikuwa inafanywa na makuhani. Because this was done solely by priests. Ngoja tuangalie hizo hema kwanza. Let's see now these sanctuaries. Kutoka sura ya 25, Exodus chapter 25 mpaka sura ya 36 through 36. Ukisoma inazungumzwa kuhusu kujengwa kwa hema takatifu. If you read, you'll read about the building of the sanctuary. Na hapa tunaona kuna aina mbili za hema ambazo wana wa Israeli walikuwa wamezifanya. And here there are two different types of sanctuaries. Ya kwanza ni hema ya kukutania. The first one is the tabernacle of congregation, ambayo hii ilijengwa nje ya malago ya wana wa Israeli, which was built outside the camp. Na hii ilikuwa ina maana kwa sababu alikuwa anaenda kuifanya hiyo huduma, aliruhusiwa Musa kwenda kuifanya hiyo huduma ya kuongea na Mungu, anakuja kuambia wana wa Israeli. And this was meaningful because the service was done by Moses. He could go and speak with God and come back and address the Israelites. Lakini Mungu alipoanzisha huduma ya utoaji wa kafara kwa ajili ya ondoleo la dhambi, but when God established the atonement service, anamwelekeza ajenge hema takatifu. He instructed him to build the sanctuary. Tunaona katika Kutoka 25 fungu la 8 ambalo ndio fungu kuu, which is seen from Exodus chapter 25 verses 8, our main text today. Hema takatifu ilikuwa inaonekana kwa namna hiyo. This is how the sanctuary looked like. Kulikuwa na uzio ambao ulikuwa ukizunguka hema. There was a fence surrounding the sanctuary. Na unapoingia mwanzoni kulikuwa na madhabahu kwa ajili ya utoaji wa sadaka za kuteketezwa. And when you enter, just in the beginning there was the altar for sacrificing animals. Na unaposogea mbele kulikuwa na bilika kwa ajili ya kunawia. And when you move a little bit forward, there was a basin for cleaning. Na hapo unaingia katika chumba cha kwanza cha hema takatifu. And there you go into the first room of the sanctuary. Na humo ndani kulikuwa na vitu vingi. And there are so many things inside. Lakini tutakiangalia kitu kimoja, but we'll look at just one thing, ambacho kilikuwa katika chumba cha kwanza lakini kilikuwa kinahusu chumba cha pili, which was found in the first room but was about the second room. Ilikuwa ni madhabahu ya kufukiza uvumba. It was the altar of incense. Na hii ilikuwa inahusu chumba cha pili. And this was concerned, it was about the second room. Na kwa sababu Mungu alielekea kabila la Lawi, because God had put the Levites, uzao wa Haruni, the sons of the children of Aaron, waliruhusiwa kufanya hii huduma ya kikuhani. They were permitted or allowed to do this priesthood service. Na hii hema takatifu ilijengwa katikati ya kambi la wana wa Israeli. And this sanctuary was built in the middle of the camp, of the Israelites' camp. Anaanza kutimiza Mungu kwamba waweze kukaa katikati ya wana wa Israeli. God is fulfilling that he wanted to be in between or in the middle of the people.
of the Israelites. Mzambi alikuwa anapofanya dhambi, When you sin, ilipaswa utafute mwana kondoo. the sinner was supposed to look for the lamb. Utakaposogea karibu utamkuta kuhani ambaye alikuwa akifanya huduma asubuhi na jioni. And as you draw closer, you could see the priest who was doing the service in the morning and in the afternoon. Anakukabidhi kisu. He could give you or hand to you a knife. Unamshika mbuzi kama ni mbuzi au kondoo kwa ajili ya kuungama dhambi. You could hold the animal, whether the lamb or the goat, for repenting your sins. Na unapomaliza kuhani anakuruhusu mchinje huyo mwana kondoo. And then after that, the priest will allow you to sacrifice or to slaughter the animal. Kuhani anachokifanya anamchukua na mweka katika madhabahu ya kuteketezwa. What the priest does is just to take the animal and put it in the altar of sacrifice. Na baadaye kuhani anaingia na damu katika chumba cha kwanza cha patakatifu. And later the priest will take the blood and take it to the first room of the holy place. Na kwa sababu Kristo hakudhihirishwa kama kuhani, So because Christ was not revealed as the priest, alidhihirishwa kama mwana kondoo. he was revealed as the lamb. Kwa sehemu yake ya kuingia katika patakatifu aliishia nje ya patakatifu. So his place was outside the sanctuary, not inside. Na ndio maana Matendo anasema, That is why Acts of Apostles says, hakai wala hakuingia katika hema zilizofanywa kwa mikono ya mwanadamu. he does not dwell in the temples made with hands. Kwa maana ya kuifanya hiyo huduma ya upatanisho. Meaning that he was not to do the priesthood service. Kafara yeye hakuwa dhambi. Hakuwa amefanya dhambi. He did not sin. Lakini alikuwa ni mbadala wa yule aliyefanya dhambi. But he was the substitute of the sinner. Tunamwona wakati Yesu tunaona kitabu cha Isaya. From the book of Isaiah we see, anasema Isaiah 53. Isaya 53 fungu la 5 na la 6. Isaiah 53 verses 5 and 6. Anasema, it reads, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, but he was wounded for our transgressions, alichubuliwa kwa maovu yetu, he was bruised for our iniquities. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, the chastisement for our peace was upon him. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. And by his stripes we are healed. Kwa nini anapigwa kwake sisi tunapona? Why is he beaten for us to be healed? Yohana sura ya kwanza fungu la 29. John chapter 1 verses Siku ya pili 29. yake alimwona Yesu anakuja kwake. It reads verses 29, it reads siku ya pili yake, the next day amwona Yesu anakuja kwake. John saw Jesus coming. Huyu anazungumzwa Yohana Mbatizaji akiwa baada ya kubatiza mto Jordan. This is John the Baptist after he had baptized at the river Jordan. Akasema, he said, tazama mwana kondoo wa Mungu, behold the Lamb of God, aichukuaye dhambi ya ulimwengu, who takes away the sin of the world. Kwa Yesu alidhihirishwa kama mwana kondoo. So Jesus was revealed as the lamb. Kwa hiyo hakuwa na uwezo wa kuifanya huduma ya kikuhani kwa sababu sio mzao wa Haruni. So he was not able to perform the priesthood service because he was not in the sons of Levites. Tutaangalia vielelezo vitatu. We will see 3 illustrations. Na cha nne tumeanza kukizungumza ambacho ni madhabahu ya kufukiza uvumba. And the fourth one we have already spoken about, which is the altar of incense. Kielezo cha kwanza ilikuwa ni mdhambi. The first one is the sinner. Cha pili ni kafara. The second is sacrifice. Na cha tatu ni kuhani. And the third is the priest. Mimi na wewe, me and you, tulitenda dhambi. We sinned. Na kwa sababu tulitenda dhambi, and so because we sinned, tulivunja sheria ya Mungu. We broke the law of God.
Na Yesu akadhihirishwa kwetu kama kafara And Jesus was revealed to us as the sacrifice kwa ajili ya kutusamehe uovu wetu. for us to be forgiven our sins. Kama vile makuhani walivyokuwa wanaletewa wana kondoo na wa dhambi, As the priests were brought with animals or lambs by sinners, na kwa sababu ilipaswa lazima mtu asamehewe dhambi, and because it was mandatory for a person to be forgiven, lazima kuwepo kumwagika kwa damu. there must be shed of blood. Kwa maana rahisi, In a simple way, dhambi haifutiki isipokuwa uhai wa yule aliyetenda dhambi. there is no way a sinner is blotted out other than the life of the one who sinned. Ikiwa mimi leo ninatenda dhambi na bado ninaishi, If I sin today and I am still living, ni kwa sababu Mungu ametupa nafasi ya kufanya it's matengenezo. because God has given us another chance to do the reformation. Kwa sababu kipindi cha wana wa Israeli, Because in the Israelites' time, Mungu hakutaka siku ipite watu wakiwa na dhambi. God did not want a day to go with people harboring their sins. Ndio maana huduma ilikuwa inafanyika kipindi cha asubuhi na kipindi cha jioni. That is why the service was performed in the morning and in the afternoon. Ikiwa utatenda dhambi usiku, If you sinned in the night, asubuhi utachukua mwana kondoo ende kwa kuhani kufanya upatanisho. you could take the lamb in the morning and go to the priest for atonement. Ikiwa utatenda mchana, If you could sin in the afternoon, jioni utaenda kwa kuhani atakufanyia upatanisho. you could go to see the priest in the afternoon for atonement. Namna ilivyokuwa ya kubadilishana hayo mambo, namna ambao walikuwa wanafanya mabadilishano kati ya mdhambi na kafara yenyewe. The way they were exchanging things between the sinner and the sacrifice itself. Mambo ya Walawi sura ya kwanza, Leviticus chapter 1, fungu la 4 hadi la 5. verses 1 and 5. 1 to 5, 1 through 5. Anasema, It reads, kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha sadaka hiyo ya kuteketezwa, then he shall put his hand on the head of the burnt offering, nayo itakubaliwa kwa ajili yake, and it will be accepted on his behalf, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. to make atonement for him. Naye atamchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. He shall kill the bull before the Lord, Kisha wana wa Haruni, and the priests, hao Aaron's sons, hao makuhani, the priests, wataileta damu na kuinyunyiza damu yake kando kando ya madhabahu iliyo hapo mlangoni pa hema ya kukutania. shall bring the blood and sprinkle the blood all around the altar that is by the door of the tabernacle of meeting. Kazi ilikuwa ni ya kuhani So it was kumpatanisha. the task of the priest to atone. Jaribu kupiga picha hii. May you visualize it this way. Dhambi umeifanya wewe mwenyewe, You are the one who have sinned, halafu inagharimu maisha ya mnyama mwingine but it costs the life of another animal ambaye yeye hakufanya dhambi, which did not sin. ila kwa sababu ya wewe kutokuifuata sheria ya Mungu na kusikiliza maagizo ya Mungu, unayavunja na unahatarisha maisha ya mnyama mwingine. But because you have sinned and you have gone against the law of God, then you endanger the life of an animal. Na Mungu alielekeza hivyo kwa sababu anawapenda wanadamu. And God instructed it that way because he loves human beings. Akaruhusu wanyama wawe upatanisho. He allowed animals to be atonement for us. Lakini hii kafara alikuwa haimalizi hiyo huduma kamili. But this sacrifice was not able to finalize the service. Ilitakiwa awepo kuhani, There should be a priest, ambaye huyu kuhani ndo alikuwa anabeba dhamana ya wewe, who was carrying your who was standing on your behalf. Kuhani ni nani sasa? Who is this priest? Ni mtu aliyetengwa maalum kwa utumishi wa hekaluni, Is someone who is set aside for the ministry in the temple kufanya or in upatanisho, the sanctuary for atonement.
na ilitakiwa awe kabila la Lawi. and was supposed to be a Levite. Kazi kubwa ilikuwa ni kuwapatanisha watu wanapokuja mbele za Bwana. The main task was to perform atonement when people come before God. Na sadaka zao za kuteketezwa, When they come with their sacrifices. Na kazi nyingine kuwasha taa, And another task was to light the candles na kufukiza uvumba kila siku asubuhi na jioni. and to burn incense every morning and evening. Mungu anapowaambia kwamba Walawi hawatakuwa na ulisi, When God said that the Levites were not to have any inheritance, alikuwa anamaanisha watakula hekaluni, he meant that they could eat from the temple. kwa sababu From the hawakuwa sanctuary. na shughuli nyingine ambao walipaswa wafanye isipokuwa kuhudumu hekaluni. Because they did not have any other job rather than serving in the temple. Ilipaswa wakae kusubiria mdhambi aje, They were supposed to stay and wait for a sinner ili abebe dhamana ya huyu mdhambi. so that they can stand on their behalf, on the behalf of the sinner. Ili jambo lilikuwa ni serious sana. It was very serious matter. Ikiwa kuhani atakosea masharti, If the priest could mess, alikufa kwa sababu ya uovu aliyoubeba. he could die because of the sin that they have carried. Na ndio maana ilipaswa wawepo hekaluni muda wote. That is why they were supposed to be in the sanctuary every day, every time. Jambo jingine walikuwa ni kuwasha taa. Katika chumba cha kwanza kulikuwa na vinara vya taa 7. The second job was to light the lights, because in the first room there were 7 lamps, ambapo kielezo chake ilikuwa ni neno la Mungu, which demonstrated the word of God. ilipaswa ziwake kila siku, They were supposed to be on every day, na lazima wafukize uvumba asubuhi na jioni, and they were supposed to burn incense every morning and afternoon, kama ishara ya maombi ya kuliombea taifa la Israeli. as a symbol or sign of prayers for the Israelites. Unaona kazi ya kuhani ilivyokuwa kubwa, You see how big the job of the priest is. na ndio maana wakaelekezwa wao watakula hekaluni. And that's why they were instructed to be eating in the sanctuary. Lakini inawezekana changamoto ambayo sisi sasa tunaipitia, It may be the challenge that we are going through us today. tunapozungumzia hema takatifu, When we talk about the sanctuary, tutofautishe we should differentiate it na kanisa, with a church sinagogi, or synagogue au sehemu yoyote ya ibada ambayo or tumeichagua. any other place that we have chosen as a place of worship. Ndio maana nimetanguliza kuzungumza na watu ambao tunakaa kwenye ibada lakini hatuko na mpango wa kukaa kwenye ibada. That is why I started talking to people who are in the worship service, but in reality they are not here. Kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5, In the book of Testimonies for the Church, volume 5, sura ya 55, chapter 55, anaeleza mwenendo tunapoingia katika ibada. it's talking about how we should conduct ourselves in the Mara as we come to the church. nyingi tunapokuwa tumesimama huku mbele, When we stand here in front, tunaamini huku mbele ndio kupatakatifu kuliko kule getini. we usually believe that this is the most holy place than other places out there. Ikiwa kanisa tulisema kiwanja cha kanisa tutakifanya kwa ajili ya ibada, If we have said that this plot will be made for the worship services, tunapoingia getini when we just come inside the church, tutambue tumeingia mahali patakatifu pa ibada. we should know that we have approached or we have stepped into the holy place of worship. Na washukuru waimbaji kwa sababu mmelitambua hilo. Thank you, church choir members, because you have realized this. Inawezekana tunakuwa tunazunguka wakati ibada inaendelea, It is possible that we might be roaming around when the service is ongoing, shule ya Sabato ikiwa inaendelea, when the Sabbath school is ongoing. na sisi tuko kule nje tukijua kwamba hatuko kwenye ibada. We are outside there knowing or thinking that we are not in the service. Lakini kimsingi wakati tunatoka nyumbani tunajua tunaenda kumwabudu Mungu. But in reality, when we come from our homes coming to church, we know that we are going to worship God. Ibada ya mchana itaisha, The divine service or the main service will be finished, itakuja ibada ya mchana ya jioni. and then we'll have the afternoon service. Inawezekana tutarudi nyumbani na tukarudi mchana tunakuja kwenye ibada, We might go home and come back in the afternoon for knowing that we are going to worship.
Lakini tunafika tunachagua kutokuwepo kwenye ibada, lakini tupo kwenye eneo la ibada. But we choose not to be in the service, but we are in the place of worship. Mungu anaelekeza tunapotambua kwamba tunakaribia mahali pa ibada. God is telling us that when we realize that we are approaching the place of worship, Waimbaji wamesema tunapaswa kuwa wanyenyekevu the tunapoingia singers have nyumbani said pa we ibada. must be humble. Haishi kanisani. It's not only ending here in the church. Ikiwa kuna mahali nyumbani umepachagua kuwa pa ibada, If there's any other place at your home that you've dedicated for worship service, ikiwa umepanga muda fulani utaingia kwa ajili ya kufanya ibada, if you have decided that at a certain time you will go into that place for worshiping, ni wewe umechagua na Mungu umemwalika awepo kwenye ibada. you have decided and chosen it by yourself, and you have invited God to be with you. Ikiwa utachagua kutokuwepo kwenye ibada, If you will decide not to be present in the service, sio wewe uliyechagua, it was not you, lakini Mungu atahesabu umedharau ibada yake. but God will count it as you have despised His worship. Inawezekana tupo kwenye ibada You may be in the worship service na tuko tunatumia simu and you're using your phones na tunafanya biashara ambazo zingine, and you're doing your other businesses, lakini na tunajua tumekuja kwa ajili ya ibada. but you know that you have come for worship. Makuhani walielekezwa kwa sababu walizaliwa katika uzao wa Lawi, kabila la Lawi, uzao wa Haruni. The Levites were instructed because they were from the Levi tribe and the sons of Aaron. Walifanya hiyo huduma kwa uzembe mara moja. They ignored the service once Kwa sababu walijua kuna lazima tuwashe moto, because they knew that they were supposed to light the lamps. na moto ulipaswa uwaka ambao uliokuwepo kwenye madhabahu ya kufukiza uvumba. Okay, and they were supposed to put on the fire in the altar of incense. Walichukua moto mwingine na wakaingia nao ndani. They took the fire from outside and got into the Biblia holy place. Biblia inasema waliteketezwa wote. The Bible says they were all consumed. Lakini swali la kujiuliza, But the question to ask ourselves, ikiwa moto uliwaka, if the fire was had litten, kwa nini hema takatifu ziungue yote? why did the sanctuary didn't burn out? Yaani kimfano mimi na mtafsiri, For example, I'm translating here. tumekosea masharti. We have made a mistake in Moto ukawaka, instruction, and the fire starts, halafu usiunguze vitu vyote, utuunguze sisi wawili. but does not consume anything else but just the two of us. Maana yake ni nini? What does it mean? Hekalu halikuwa na shida, There was no problem with the sanctuary, ila wale walioingia kufanya huduma ndo walikuwa na shida. but those who performed the service. Niwatie moyo watu ambao tunaweza tukarudi nyuma kwa sababu kanisa tumeona haliendi sawasawa na mapenzi ya May Mungu. I encourage those who may be backslidden because they think that the church is not going according to how it's supposed Shida to sio go. kanisa. The problem is not a church. Shida ni yule ambaye hafati utaratibu. The problem is the one who is not following the order. Na Mungu kwa sababu ni Mungu ambaye anasema utaratibu wake haubadiliki. And because God does not change, Na kwa sababu tunajua tunayemwabudu, and because we know the one we worship, atatulipa kwa kila ambacho tunakifanya. He is going to pay us for everything that we do. Kutoka sura ya 30, Exodus chapter 30, fungu la 7 na fungu la 8 verses 7 and 8, linadhibitisha kile ambacho walikuwa wakifanya uzao wa it's Haruni. confirming what the Aaron's sons did. Anasema, It reads, na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake Aaron shall burn on it sweet incense every morning. kila siku asubuhi When he every morning, atakapozitengeneza zile taa, when he tends the lamps, atafukiza. he shall burn. Na Haruni Incense on it. atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni, And when Aaron lights the lamps at a twilight, atafukiza uvumba uwe uvumba wa daima mbele za Bwana katika vizazi vyenu vyote. he shall burn incense on it as a perpetual incense before the Lord throughout your generations. Wao walifundishwa kwa kielelezo. They were taught through illustration. Lakini kuna mahali Yesu anasema But there's somewhere that Jesus says, yeye ni nuru. He is the light.
Tunapokuwa kwenye ibada, when we are in the worship, kuna vitu vitatu hatuwezi kuviepuka. there are three things that we cannot Jambo la kwanza avoid. The first ni maombi. is prayer. Jambo la pili ni kulisoma neno. The second is reading the word. Na jambo la tatu ni kutoa sadaka. And the third is giving. Walipewa kielezo cha kwamba taa lazima ziwake ili kumulika ndani ya hekalu. They were given an illustration that the lamps must be kept on so that they can light the sanctuary. Na ninyi mtakuwa mashahidi, You will be witnesses with me, ikiwa hatulisomi neno la Mungu, that if we don't read the word of God, ni rahisi sana kanisa kuingia kwenye uovu. it is very easy for the church to fall into apostasy. Ikiwa kanisa haliombi, If the church is not praying, ni rahisi sana kuingia kwenye uovu. it is very easy to fall. Kwa sababu hivi vitu viwili Because these two things, ndo vinatambulisha Mungu anajifunua nini kwenye maisha yetu. they are the one that shows how God is revealing himself to us. Na baada ya kuvifanya hivyo vitu viwili, And after doing these two things, lazima turudishe kile ambacho Mungu ametubariki. we must return what God has blessed us with. Ndio maana tunakuja na sadaka zetu. That's why we come with our offerings. Tunazitoa kwa sababu yeye ndo aliyetubariki. We give because he is the one who blessed us. Lakini kichwa cha somo chetu, But our key main turudi the kidogo title of our tuangalie, lesson, let's go back a little bit. ni huduma ya Kristo katika patakatifu pa patakatifu mbinguni. It's Jesus' ministry in the most holy place of the heavenly sanctuary. Wakati hizi huduma zikifanyika za kila siku ambazo tumezielezea, When these daily services are ongoing, as we have explained, Yesu hakuingia kwenye hizo. Jesus did not go into this. Aliingia katika hekalu la mbinguni. He went into the heavenly sanctuary. Na hapa sasa anaingia kuifanya hiyo huduma ya kikuhani. And here he goes to perform the priesthood service. Kama vile ambavyo kuhani mkuu alikuwa akifanya katika siku ya upatanisho. As the chief priest did in the day of atonement. Na hii siku ya upatanisho, And this day of atonement, katika sherehe za taifa la Israeli, in the feast of the Israelites, ilikuwa ni sherehe ya pili kutoka mwisho. it was the second from the last. Na huduma ya mwisho au sherehe ya mwisho, And the last feast, ilikuwa ni sikukuu ya vibanda. it was the camp meeting. Ambayo ilikuwa ni sikukuu ya vibanda. Which was the camp meeting. Ambayo ilikuwa inafanyika mwezi wa 7 siku ya 15. And this was done on the 7th month, the 15th day. Lakini mwezi wa 7 siku ya 10, but the 10th day of the 7th month, ilikuwa ni siku kuu ya upatanisho. This was the day of atonement. Kuhani mkuu ndo alikuwa anaingia kufanya huduma ya kipatanisho katika chumba cha patakatifu pa patakatifu. The chief priest was was entering into the most holy place. Na hii ndio ilikuwa siku ya tofauti katika siku zote zingine. And this was very different from other days. Taifa la Israeli walikusanyika, wakatoka katika kambi zao, wakakusanyika karibu na hekalu. So all the Israelites came from their camps and gathered around. Kuhani alikuwa akiingia akifanya hiyo huduma kule ndani. The chief priest could go inside to do the service. Lakini wao walikuwa kibaki nje wakiomba. But the Israelites who were supposed to be outside and pray, ili ibada yao ikubaliwe, so that their worship could be accepted. Lakini ngoja nizungumze mambo machache. But let me speak a little bit about this. Nitazungumza na watu ambao tumekaa nje. I will speak with people who are seated outside. Ikiwa tumekaa nje kwa sababu tumekosa viti ndani, if we are seated outside because the chairs are out inside, au kwa sababu ya changamoto za kiafya, or because of our health challenges, Mungu naendelee kuwatendea vivyo hivyo. May God do accordingly. Inawezekana maybe tumekaa nje kwa sababu we are seated outside because ili tupate nafasi ya kuchati na kufanya mambo mengine, that we may have time to do other things apart from worship.
ni heri usingesogea mahali pa ibada kuliko kukaa kwenye ibada na hauko kwenye ibada. It would be good for you not to be present here than to be here and you're not in the Mungu service. anapoelekeza kuhusu swala la ibada, When God is instructing about worship, anazungumzia kitu halisi, kwa sababu watakao mwabudu wanamwabudu kwa sababu wanamfahamu wanayemwabudu. He's speaking about the real thing, because those who are worshiping him because they know him.